Leo tuko hapa tuna mkutano. Huu mkutano ni kurejeshewa, tunaita ni dissemination meeting ambao utafanyika. Zaidi kulikuwa na mradi ambao unafanyika Kigoma. Mradi wa kuboresha afya ya uzazi na mtoto ambao ulikuwa ukiendeshwa na Thamini Uhai pamoja na msaada kutoka CDC Foundation ya Amerika pamoja na Bloomberg Philanthropies pia ya Amerika. Haya mashirika kutokana na vipaumbele vya kitaifa waliwekeza kule Kigoma kuboresha afya ya uzazi mama na mtoto. Na tulichagua Kigoma kwa sababu Kigoma ni mojawapo ya mkoa ambao ulikuwa na vifo vingi vinavyotokana na uzazi na vifo vya watoto wachanga. Kwa hiyo katika mkakati wetu wa kitaifa kuna mikoa ambayo ilikuwa kipaumbele, mkoa wa kanda ya Ziwa na Kigoma, kwa sababu kulikuwa na shida ya kufikia huduma kwa wananchi. Wananchi walikuwa kufikia huduma ilikuwa ni changamoto kidogo, kutoka mbali kupata huduma za afya ya uzazi mama na mtoto, lakini vile vile wananchi kwa ujumla walikuwa wanapenda sana kujifungulia kwa mkunga wa jadi, walikuwa hawaamini sana kwenda vituo vya serikali, vituo vya huduma kwa ajili ya kupata huduma ya afya ya uzazi mama na mtoto. Kwa hiyo mambo yote hayo yalikuwa yanachangia vifo kuongezeka kule Kigoma. Kwa hiyo hao kuboresha huduma ya mama na mtoto katika mkoa wa Kigoma. Siku hii kwangu naona ni muhimu sana kwa sababu matokeo, tumekuja kuangalia matokeo baada ya mradi. Mradi ulisha 2019, lakini serikali ilichukua mradi na kuendelea kutekeleza kwa yenyewe mpaka sasa hivi. Sasa tumekuja kuangalia matokeo ya mwendelezo wa mradi baada ya serikali kuchukua kuanzia 2019 hadi 2024. Na matokeo yanaonyesha ni mazuri kwamba mradi umekuwa endelevu, kwa serikali inaweza kusustain mambo tulikuwa tunafanya. Actually zile indicators au ya sheria imekuwa bora zaidi ya hiyo. Umuhimu wake ni kwamba huu mradi ambao unalenga kuwawezesha kina mama wajawazito kuwa salama katika vituo vya afya na hospitali za Kigoma na kupata huduma za dharura za uzazi ilifanyika katika kupitia wahisani, lakini baada ya mradi kuisha 2019 serikali imeweza kuchukua huu mradi na mambo yote yanafanyika kuendelea kufanya endelevu na actually kuboresha matokeo. Na naweza kutolea mfano kwa walioboreka zaidi, yalikuwa ni mazuri wakati tunamaliza mradi, lakini yameboreka zaidi. Vifo vya kina mama, hali ya afya, hali ya huduma za afya kabla ya mradi huo kuanza, tulikuwa hali ilikuwa kidogo katika huduma za afya ilikuwa sio ya kuridhisha, kwa sababu tulikuwa na vituo vichache ambavyo vinatoa huduma za dharura za uzazi. Kwa kipindi hicho tulikuwa na vituo vichache tu ambavyo vinatoa huduma za dharura za uzazi. Hii ilifanya wateja wengi kushindwa kupata huduma za dharura kwa wakati na kuweza kupelekea kupata vifo vingi kutokana na uzazi na vifo vya watoto wachanga. Lakini pia tumeona upatikanaji wa dawa na vifaa muhimu kwa ajili ya huduma za dharura ilikuwa ni changamoto kwenye vituo vinavyotoa huduma za dharura za afya ya uzazi na mtoto, na vituo vya huduma za msingi na afya ya uzazi na mtoto. Kwa hali ya upatikanaji wa vifaa nayo ilikuwa ni changamoto, ndicho ili kuweza kupata vitu ambavyo tunafanya mtoa huduma hawezi kutoa huduma akiwa katika hali nzuri, kama ni mojawapo ya motivation kwa kumfanya mtoa huduma, lakini hawezi kutoa huduma ambayo iko bora kwa watu ambao kupata huduma za afya ya uzazi. Kwa hiyo tunaona bado kipindi hicho ambacho tunasiasa tunaona idadi kubwa ya vifo vya kina mama na watoto wachanga kwa mkoa wetu wa Kigoma. Lakini tunaona bado kulikuwa na changamoto ya kutoa watu wa huduma ambao wana ujuzi kuweza kuhudumia kina mama wanapokuwa wanapata dharura za uzazi. Kwa hiyo ilikuwa ni eneo mojawapo ambalo lilikuwa na changamoto kubwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo baada ya kuja huu mradi tunaona kwamba tumefanya kazi kwa kushirikiana na mdau wetu ndani ya mkoa wa Kigoma katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza, wametusaidia kuweza kuboresha vituo vinavyotoa huduma za afya ya msingi na huduma za dharura za uzazi ili kuweza kuwafikia wananchi karibu zaidi. Lakini pamoja na kwamba wameweza kuboresha vituo kwenye kujenga na kuongeza maternity wings, tumeona wameweza kusaidia kuwafundisha watoa huduma za afya namna sahihi ya kuweza kuwahudumia akina mama ambao wanapata dharura za uzazi. Lakini sio hivyo